Mfano wa Singapore imefanikiwa si kwa sababu ya kuwa na sheria nyingi zaidi. Hapana. Singapore imefanikiwa kwa sababu watendaji wake wanajua wapi, wanajua nini, kwa sababu gani ukiukwaji wa maadili una matokeo ya haraka mno unapokiuka maadili na yasiyoepukika. Ukikosea, ukitajwa, ni dakika hiyo hiyo umenaswa, na dakika hiyo hiyo umefanyiwa uchunguzi, na ikithibitika dakika hiyo hiyo umehukumiwa. Rwanda, jirani tu hapo, imepunguza ufisadi si kwa kuongeza sheria mpya. Hapana. Mifano ipo kwa Rwanda. Imejenga nidhamu ya uwajibikaji wa kweli ndani ya utumishi wa umma. Hii Uingereza yenyewe, pamoja na mambo mengine, ina mifumo imara mno ya ukusanyaji mapato. Imara mno. Lakini bado imetegemea sana uadilifu wa watendaji wake na mifumo hiyo ifanye kazi. Sasa narudi nyumbani. Tukirudi nyumbani Tanzania, tuna taasisi zote. CAG yupo, PPRA wapo, TAKUKURU wote wapo. Wote wanafanya kazi, wote wanatoa ripoti, wote wanaonyesha tatizo lile lile kila mwaka. Matumizi mabaya ya fedha za umma yanaendelea kujirudia, na ndilo tunajadili hapa, na nikupongeze sana moderator. Hapa ndipo hoja yetu inakuwa wazi kabisa, yani tuiweke wazi hii hoja kwamba kama hawa wote wapo na wanatoa taarifa kila mwaka ile ile ya makosa yale yale, matumizi mabaya ya fedha za umma yakiendelea, kama sheria zipo na mifumo ipo, lazima kwa nini tatizo linaendelea? Yani kila mmoja wetu kwenye nchi yetu ajiulize, kama sheria zipo, mifumo ipo, tusimbebeshe mzigo mifumo. Mifumo haiendeshi bwana. Tusibebeshe kabisa. Mimi ninapingana kabisa na mifumo. Tatizo si sheria, ni watu wanaozitekeleza. Sasa watu wanaozitekeleza wamefanyaje? Kwa sababu mifumo haiwezi kupokea rushwa. Hakuna mfumo unaopokea rushwa. Mifumo haiwezi kuidhinisha malipo hewa kwa makusudi. Mifumo haiwezi kushirikiana kupanga bei za juu au kutafuta mdhabuni tunayemtaka.